una shida gani wewe? Haya manyaso haya. Nataka kila siku yani unaninyanyasa tu kila siku. Si unoze ule yani, si udi ule yani pala mtebule hali yani. Yani wewe mwanamke wewe. Mungu wangu, kalikoroga atabini mwenyewe. Wifi. Huyo ndio kitu gani? Mbona njoo? Sasa nataka nije, mbona hela nauli si. Labda niuze kikuku. Ngoja nifanye mipango niuze kikuku. Nitakuja leo. Sasa mwanangu, kuna tatizo tena limejitokeza kule kwa mdogo wako. Mimi sitaniambiaje? Kasema tuende, kalimwaga, kalikoroga tena, hata mimi mwenyewe ni hata siwezi. Sasa mama, unajua mimi mwenyewe hapa nilikuwa ndo nimeshirisha zangu nitoka. Sasa hizo ratiba tena mwanzo niingizie hizo mimi hata sielewi. Na hela mimi sina, kusema labda tunafanya hivi sina. Siku zote unafanya kazi yangu una nauli. Mama kweli mimi hela sina. Niseme mwanangu, pige kwenye mifuko yako mwanangu, tupate kwenda tukalitatue ile tatizo. Kweli mama, mimi sina kitu. Mwanangu, mambo ujitahidi. Na hapa basi tuchukua kuku wawili tumpeleke sokoni mimi nikauze. Labda uchukue hapo kuku kimoja. Kimoja kitotoka sana viwili tena mwanangu. Mambo ya familia. Ndio uchukue mwanangu. Endelea kuchukua hapo nenda zako huko. Ukauze upate kuondoka. Wow. Safe. Hata mkono basi. Karibu kae. Pole bwana sana. Nashukuru. Okay. Vipi? Nashukuru. Nashukuru Mungu kwa kweli. Sije. Kuna mambo nataka nikwambie. Sawa. Yaani unajua tangu nimechukua namba yako kwa nawasaka sana. Nikasema hivi lini tutaonana na wewe, hata vile ambavyo tulikuwa tunaongea, yani kwa na wish hata hii ingekuwa muda ule. Kwa kuwa leo ni muda mwafaka, acha tu nikwambie kitu ambacho nilichokutia. Kwa
Wewe ni mzuri sana. Asante. Mzuri sana. Kwa yani nashindwa hata niongea yani kwa jinsi ambavyo ulivyokuwa mzuri. Asante. Nashukuru. Kama Mungu kanipokea hivyo, asante. Ndio. Kwanza umeolewa? Mimi bado. Umeolewa? Sasa. Yaani kwa jinsi ambavyo nilivyokuona natamani sana kukaa na wewe. Yaani tangu tu nikuona. Kifupi nimevutiwa tu sana na wewe. Yaani unapendeza na hata ukikanda mpango tukua na niliona kikweli. Na kwa hiyo nimefurahi sana tena sana. Kwa hiyo ni natamani wewe wangu kwanza sasa hivi. Ndio. Natamani wewe wangu kwanza sasa hivi, uwe mpenzi wangu, uwe mama wa watoto wangu. Ni mzuri sana kiukweli. Sawa. Mimi pia umenivutia. Sasa nashukuru. Nashukuru tena sana. Yaani kwanza jinsi ambavyo hata ninavyoongea na wewe, yaani naona kama siamini. Unajua kuwa na mwanamke mzuri kama wewe, maeneo kama haya, kama ndoto. Natamani wewe wangu kwanza sasa hivi. Naona. Ndio. Natamani wewe wangu kwanza sasa hivi, uwe mpenzi wangu, uwe mama wa watoto wangu. Na nadhani utapendeza sana ukikaa katika nyumba yangu. Yaani utawaka hivi, yaani hata majirani pia watakaokuwa wananiona au wanatuona wanaona kweli jamaa akachagua kifaa, ama hakika ni mzuri. Asante. Nashukuru. Kama Mungu kanipokea hivyo, asante. Ndio. Labda ningependa au kama utajali. Yaani kama utajali, tukionana tena safari nyingine nikupe zawadi nzuri tofauti na ambayo natamani nikupe sasa hivi. Umeona bwana? Kila kuna zawadi nyingine ambayo nataka nikuzawadi sasa hivi na hata uone zawadi yenyewe ni hivi. Umeona bwana? Asante. Kusikia hivyo. Kweli. Sawa. Kama utojali, naomba nikukisi iwe ishara ya mwanzo wa mapenzi yetu. Mama mkubwa, karibu sana. Jisikie uko nyumbani kaka. Asante. Karibu kakaangu. Asante. Jisikie uko nyumbani. Si tupo. Sijui nyie huko mlipotoka mmewachaje? Sisi hatujambo. Sijui mimi huko na kina Angel. Sisi kwa kweli Angel amekuwa kivuruga. Kama shangazi alivyokupigia simu, Angel amekuwa shikiki. Yaani mpaka tumeamua kukupigia simu wewe. Mama mkubwa, Angel ananitesa. Pole. Naongea anachoka kuhusu Angel. Pole mwanangu. Angel amekuwa na makundi huko nje. Angel huyu, Angel huyu mtoto mdogo huyu. Mungu wangu. Shangazi kaja tu siku mbili hapa kajionea. Makubwa, madogo na wenyewe. Lakini najua kabisa Angel ndo muda wake ndo anakuwa. Kwa hiyo issue ni kukaa naye chini mzungumze naye. Kwa sababu mimi sijafikiria ni kama matatizo yanakuwa mpaka anafika tunakuja huko mama anamtoa mkuku. Changamoto. Yaani huyo Angel ni kituko. Mtoto ni balaa. Yaani mimi nimekuja hapa na siku mbili tu. Angel kanichosha kwa maisha yangu, hata simtaki kwanza. Yaani hata ningeambiwa nikakae na Angel siwezi. Ndio maana nimekuita wifi yangu hapa uje useme na mtoto mdogo wako. Ama kweli. Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na dunia. Kwani shida kubwa ni nini? Yaani kaka, kiukweli Angel ana makundi ya ajabu sana huko mtaani. Imepelekea mpaka kubadilika kitabia. Tofauti kabisa na mimi nilivyolelewa.
Na mnajua fika kabisa mimi wazazi wetu walituacha wawili tu. Na Angel akiwa mdogo. Na nimemlea na mimi kama vile nilivyolelewa na wazazi wangu kimaadili. Lakini hapo alipofikia kaka, sijui labda kama leo ukizungumza naye kaka yake, labda mtoto wa kiume atakusikiliza, atakuelewa. Ana makundi ya ovyo. Ana makundi ya wadada walioshindikana mtaani. Wanavaa nguo ambazo yani hazina hata maadili. Sijui yani wanaifundisha nini jamii huko nje. Ndio hivyo mama mkubwa. Kwa hiyo hata sielewi yani nini nafanya. Angel amekuwa na makundi ya ajabu. Inshallah tutamkalisha chini, tutamuuliza. Mimi kama shangazi kwa kweli nimeshindwa. Lakini labda anaenda na utandawazi. Lakini sidhani kama amefikia hatua ya kusema anavuta bangi, anauza unga, sidhani. Sio kwa mimi Angel ninavyomfahamu hapa. Sio kumfahamu tu kaka. Angel amekuwa kuvaa nguo za utupu. Nguo za utupu? Yaani nusu nguo anavaa hapa kitovu nje. Anavaa nguo za kuonyesha maumbile. Hata kama ni utandawazi. Hiyo tena sitokujua. Mimi shangazi yake nimekuja, anajua kabisa shangazi anachukua nafasi ya baba. Angel anatoka huko kavaa blauzi, sio blauzi, yani kitu hakieleweki. Yani mtoto anatembea huko nyuma kama kondoo. Mimi sijaelewa. Jamani, huyu mtoto huyu mimi sijaelewa kwa kweli. Hebu naomba mnisaidie. Ili mradi mmekuja, wewe kakake, tunaomba umwambie kinaga ubaga, mwambie utandawazi unaharibu. Mimi nikipata muda wa kuongea naye nafikiri nitazungumza naye kama mdogo wangu, sababu dunia sasa hivi na mambo mengi sana. Naweza ukashangaa kwenye yama kuku yake kesho tukapigiwa simu bwana kafa au nini. Hiyo shida inakuja kwetu sisi kama familia. Kwa hiyo nikipata muda nafikiri nitazungumza naye. Itakuwa vizuri sana kaka. Mkubwa. Shikamoo. Marhaba, jambo. Mimi leo nimekumisi hatari mwanangu. Ila hebu kaa chini hapa. Ushaanza mambo ya hapana. Wewe kaa chini, watu huelekezana, kama linafika mwisho litafika. shauka. Marhaba. Wewe Angel. Huyu si kakako wewe?